Mwanamke sio kwamba anahitaji mambo makubwa ili afurahi. Kuna baadhi ya mambo madogo madogo kimfanyia mwanamke yanaweza akamfurahisha kuliko kumfanyia mambo makubwa. Na mimi leo nitakwambia baadhi ya mambo madogo madogo ambayo mwanamke anapenda kufanyiwa na mwanaume wake na wanaume wengi hawayafahamu. Mimi leo nitakwambia. Karibu sana kwa Mbeki Crispin, hii ni Mbeki TV. Kama wewe ndio kwanza mgeni katika channel yangu, naomba usiache kusubscribe ili usiwe unapitwa na masomo yangu kila siku katika hii channel yangu ya Mbeki TV. Twende moja kwa moja tukafahamu jambo la tatu analopenda mwanamke kufanyiwa na mwanaume wake. Nikukumbushe tu, huu ni ule mwendelezo wa video zetu za mambo matano ambayo mwanamke anapenda kufanyiwa. Na sasa hivi tupo katika jambo la tatu. Kama ulipitwa na jambo la kwanza, rudi katika video yangu ya nyuma. La pili, rudi katika video yangu ya nyuma. Hapa tunaendelea kwenye jambo la tatu. Jambo la tatu ambalo anapenda mwanamke kufanyiwa na mwanaume wake ni kufanyiwa vitu vidogo vidogo. Vitu vidogo vidogo kama vipi? Nitakwambia mambo manne ama vitu vinne. Katika vitu vidogo vidogo mwanamke anavyopenda kufanyiwa, cha kwanza ni surprise. Surprise, kumshtukiza ama kumfanyia vitu bila taarifa ama bila kupanga naye. Mwanamke anapenda kusurpriseiwa. Na surprise inaweza ikawa ni zawadi. Surprise inaweza ikawa ni kutoka out. Surprise inaweza ikawa ni taarifa, whatever. Lakini tuzungumzie surprise ya zawadi na kutoka pengine. Sawa? Haijalishi ununue zawadi kubwa. Lakini ile siku ya leo umenunua zawadi ya nguo, umempelekea mke wangu, nimepita sehemu nimekuta nguo ile nimekununulia. Na usichukulie katika udogo wa kumnunulia. Sometimes usirudi nayo wewe nyumbani. Mtumie tu bodaboda, chukua nguo ile, nunua, then utamwambia utaifikisha sehemu. Ukifika hapo piga simu hiyo. Sasa akifika atampigia simu mke wako atatoka nje, nini tena, kunaambia kuna zawadi, kuna mzigo wako umekuja. Mzigo umekuja nini? Anaona kuna gauni limekuja, kuna ua limekuja, then kuna ujumbe kwamba nakupenda sana mke wangu, naamini ile gauni litakupendeza kama wewe ulivyopendeza moyo wangu. Hiyo moment mwanamke anapenda sana. Kwanza hajakuwa aware, hajategemea, then umelipua moyo wake. Kwa hiyo mwanamke anapenda sana surprise. Zawadi ndogo ndogo bila taarifa. Kwa usifikirie paka upate jambo kubwa. Sometimes hata ndio hivyo, nguo, pipi, biskuti. Sometimes bring something home. Rudi na kitu tu nyumbani cha kumpa tu. Mke wangu leo nimekununulia biskuti. Mke wangu ifike hatua paka mwenyewe anaanza kusema mwanaume wangu ananijali. Unajua, unapomfikiria mwanamke kumletea kitu kama hicho, zawadi na vitu kama hivyo, anaamini unamwaza, anaamini unamfikiria, anaamini unamjali. Kwa hiyo moja ya vitu vidogo vidogo mwanamke anapenda ni zawadi, kumsurprise. Jambo lingine katika vitu vidogo vidogo, kumshukuru. Mwanamke anapenda kusikia neno la shukurani kutoka kwako. Mshukuru kwa chochote kile. Pengine mmefanya sex, mmefanya tendo la ndoa, umemaliza, mshukuru. Mshukuru kwa chakula anachokupikia, mshukuru kwa kazi anazofanya nyumbani, mshukuru kwa mchango wake katika maisha yako, mshukuru kwa yeye kuja katika maisha yako, mshukuru kwa kuheshimisha, mshukuru. Neno la shukurani liwe sehemu yako ya kinywa wakati mwingi. Mke wangu nashukuru sana kuwepo katika maisha yangu. Mke wangu nashukuru sana kwa chakula. Mke wangu nashukuru sana kwa penzi. Mke wangu nashukuru sana kwa heshima. Ni shukurani. Na wakati mwingine kuna activities anaweza akawa anazifanya tofauti tu, mshukuru. Kaenda nyumbani kwako kusaidia, usichukulie kama ni wajibu, kwamba ni wajibu wake, fanya. No. Japo ni wajibu wake, lakini onyesha appreciate, onyesha kushukuru mchango wake. Mwanamke anapenda sana kusikia neno la shukurani kutoka kwa mwanaume anayempenda. Kwa hiyo hiki ni kitu kidogo sana, lakini kina nguvu sana kwa mwanamke. Kitu kingine, tukibaki hapo katika mambo madogo madogo anayopenda mwanamke, ni kukumbatiwa. Mwanamke anapenda zero distance. Mwanamke anapenda kutachi. Unajua, stay close na mwanamke wako. Na kuna moment mkumbatie tu wa kushtukiza. Yaani aone hug tayari. Mara umemkiss tayari. Mshtukize. Remember surprise. Sometimes unamkumbatia for surprise. Anastuka tu tayari yupo katika mikono yako. Anastuka tayari umemkiss. Kwa hiyo jitahidi kuwa close, karibu kimwili
na mwenzako. Sio tu mpaka uwe kwenye tendo la ndoa, lakini mikumbatio, umetembea na mwanamke wako, umemshika mkono, mara umemkumbatia kwenye bega kidogo, mara umemkiss. Hivi vitu mwanamke anavipenda sana. Japo ni vidogo, na katika udogo wake ndio kunawafanya wanaume wengi wadharau kuvifanya, kwa sababu anaamini jambo gani tena la kulifanya hilo, utoto huu. No, that is not utoto. Mwanamke anapenda vitu kama hivyo. Ukiweza kumfanyia mwanamke wako kumbatio, utamfurahisha sana, kwa sababu wanawake upendo ndio tafsiri katika namna hiyo ya kihisia. So ile kwamba nakupenda pia, no. Wanawake upendo ndio tafsiri katika hisia. Kwa ukiweza kufanya mambo madogo madogo, yatamfanya atafasiri upendo kwako na ajisikie upendo kwako. Jambo lingine katika hiyo vitu vidogo vidogo, text za mapenzi. Sio text kila ukimtext mwanamke wako unamuuliza yuko wapi, kila ukimtext umepika, kila ukimtext umerudi, no. Sometimes tenga muda wa kutumiana naye text za uchokozi, text za mahaba. Najua wewe labda sio mtu wa mahaba, lakini jifunze taratibu. Wanawake bado wanajari kuambiwa wale maneno, ni kinywa maji na kuna kwenye grass. Mke wangu natamani ungekuwa karibu yangu. Mke wangu hapa nimesikia board, natamani hata. Text za upendo, text za kumfanya ajisikie anapendwa. Kwa hiyo kuwa na text nzuri za kuweza kumjali. Isipite siku nzima hujawahi kumtext mwanamke wako. Kuna wanaume inaenda hata siku, mwezi hawamtext mwanamke. Ama usikubali yeye ndo aanze kutext ndo ujibu. No, sometimes muanzishie. Mwanamke anapenda kujisikia anafatwa ama upo kwa ajili yake. Yaani anapenda. Kwa hiyo kuwa unamuanza. Mtext, mke wangu umeshindaje? Nimekumisi. Mke wangu nimemisi nani? Alafu mke wangu, text za uchokozi zile za mapenzi. Text za mashairi yale, nikinywa maji na kuona kwenye class, nikiona jua na mwezi najiona wewe ndo bara mwezi, wewe ndo jua langu. Unapochomoza ni kama unapochomoza kwenye moyo wangu. Yaani mpe text fulani hivi mwanamke wako, wewe ujui tu, lakini akikaa akiona visoma. Tena mwanamke ukiwa unamtumia message nzuri, anaweza sifute hata miaka. Uone ni kwa namna gani anapenda maneno mazuri. Kwa mtumie text za upendo, mtumie text zenye mvuto wa kumfanya ajisikie vizuri. Sawa. Unajua wewe upo kazini tu, yeye ukimtumia text akiangalia hivi anaisoma afu anacheka, anajisikia upendo sana. Kwa hiyo katika mambo madogo madogo anayopenda wanawake, pamoja na text zenye jumbe nzuri za mapenzi, zenye kujali. No matter sio ndefu, lakini kumuonyesha tu unajali na unajisikia vizuri kuwa naye. Kwa hiyo jambo lingine ni michezo. Wanawake wanapenda utani. Kuna moment inafika usiwe serious sana kila dakika, wewe uko serious tu, utaki kutaniwa, utaki masiara, utaki kucheka. Kuna wanaume wacheki hao. No, wanawake wanapenda utani. Wanawake sometimes no matter watakuwa wakubwa kiasi gani, watu wazima kiasi gani, lakini wanapenda moment ya utani. Mmetaniana kidogo, mmecheka kidogo, mmechokozana, mmetekenyana na kadhalika. Kwa hiyo jitahidi kuna moment uitenge ya kutaniana na mwenzako, ya kucheka na mwenzako. Wanawake wanapenda sana. Wanajisikia uhuru ukiwa mtani wao pia. Jambo ambalo wanaume wengi hawalifahamu ni kwamba wanawake sio tu wanapenda vitu vikubwa wakati wote, hapana. Bali wanawake wanapenda kujisikia wanafikiriwa. Na ndio maana usisubiri paka uwe na kitu kikubwa kumuonyesha unamfikiria ama unamjali, bali hata hizi activities ndogo ndogo nilizoza kukwambia, anza kuzitumia leo kwa mwanamke wako. Hautapungukiwa. Wala ukikosa kikubwa hata kuona umepungukiwa, kwa sababu tayari ushazichukua hisia zake za kuamini kwamba unamfikiria. Kwa hiyo kuanzia leo anza kufanya hivyo vitu vidogo vidogo. Anza kumfanyia mwanamke wako hivyo vitu vidogo vidogo kila siku, kila wakati. Usingoje paka upate kikubwa. Hilo lilikuwa ni jambo la tatu ambalo ukimfanyia mwanamke wako atafurahi sana. Ni kumfanyia vitu vidogo vidogo venye kumletea umakini na kumfanya ajisikie unamfikiria kila wakati. Sasa mwisho wa video hii ndio mwanzo wa video ya 4. Baada ya video hii, video inayofuata tutaenda kuzungumza jambo la 4 ni lipi ambalo mwanamke anapenda ukimfanyia. Kumbuka, jambo la 5 ndio jambo kubwa na jambo la msingi. Sawa. Sasa kwa wewe mwenye changamoto ya mahusiano yako, bado nakukumbusha usiache kunitafuta kwa namba zangu za simu hizo ili uweze kupata ushauri,
uweze kupata mafundisho namna ya kuboresha mahusiano yako, mimi nipo kwa ajili yako. Nitafute, nimeandaa utaratibu mzuri sana wa kuweza kuwasaidia watu. Mwisho wa video hii ndo mwanzo wa video inayofuata. Usikose sehemu ya 4 la jambo la 4 ambalo ukimfanyia mwanamke wako atafurahi sana. Tukutane video inayofuata. Bye bye.